Revelation. Panua hiyo makalio ikuwe kubwa. Yes, ikuwe kubwa ndio inakuwa na nguvu. Revelation 3. Mtu anisomee 16 kwa Kiswahili mzuri. Revelation 3. Ufunuo wa Yohane 3:16. Punguza hiyo sauti. Yes. Ufunuo wa Yohane 3:16. Ndakagwa kwa dakika. Akule ndenya ikitai simba. Nataka tiles ndio haziwezi kutoka. Wacha tuamini Mungu ataleta hizo tiles na itaonekana vizuri sana. Ufunuo wa Yohana 3:16 kama uko hapo sio nisome. Hakuna kipaza sauti. Aziko jiko. Neno linasema hivyo, kwa kuwa ufugufugu, si baridi wala moto, nitakupika utoke kinywani. Nitakupika. Nitakutapika utoke kinywani mwangu. Kwa maana unasema mimi ni tajiri, Neno la Bwana linasema hivi, kwa kuwa angalia cameraman, ukikaa hapo unalinda hiyo. Cameraman mwingine anakuja. Hivyo kwa kuwa si baridi wala moto, nitakutapika utoke kinywani mwangu. 17. Wachana na hapo tu. Amen. Wachana na hapo. Verse 16. Anaongea Yesu na anasema kwa sababu uvuguvugu wala si baridi wala si moto, nitafanya nini? Halo. Praise Bwana asifiwe. Nitafanya nini? Anayekutapika ni nani? Anayekutapika nani? Anayekutapika ni nani? Kinachotapikwa inamaanisha kilikuwa ndani. Ni kweli. Inasema maandiko, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Hivyo inamaanisha tuko ndani yake. Lakini wakati uko ndani ya Yesu, huyo ni mtu ambaye ameokoka. Huyo ni mtu ambaye ni mwokovu. Kuna hali ambayo inaweza fanya ukatapikwa, ukatolewa, akakutema Mungu, akakukataa, akakuacha. Kunayo hali, na hiyo hali ni mbaya sana. Inaitwa vuguvugu. Vuguvugu ni si baridi na sio, yaani hauko kwa Mungu na hauko kwa shetani. Umefanya vile nilisema asubuhi namna hii. Riti no lihomo and praise and worship lihomo. Intercession lihomo and hasera ranga kumurudori. Alihomo apango wakando. Apango ya kando ako ndani. Yaani uko
double. You are double dealing. Hata wanadamu watakangi double deal, na si kweli? Kama wewe double deal pia hata watu wakutaki. You are unakula kuili. So anasema Mungu, kwa sababu wewe si moto na si baridi, wewe ni vuguvugu, nitakutapika utoke ndani yako. I'll cast you, I will vomit you, I'll spit you out of my mouth. And that's why church, kama kuna kitu unastahili kujitahadharisha na kujichunga usiwahi kupatikana, ni wakati umekuwa vuguvugu. Yaani uelewi msimamo wako uko wapi. Kuna brother aliniambia, "Pastor, mimi sijui hata nini." Siko sure. Pengine tu wale wananionanga tu wanaweza kujua, lakini nyaola ndao koka sana tae. Ndio koka hokido. That's what we call lukewarm. So because you are lukewarm, I will spit you out of my mouth. Ask your neighbor, are you lukewarm? Wamama, Bwana asifiwe. Unasengenya kweli kweli. Alafu ukitoka hapo tena, nyinyi ni waombi wazuri. Waombezi. Asema alikuwa na Jeri sikuwa na zifu. Mungu mmoja huko katika dunia, Mungu mmoja ingine huko kwa Mungu. Ingekuwa vizuri, anasema Mungu, ungekuwa tu baridi ama ukue moto. Kama ni kwa shetani basi ukae huko na miguu yote miwili. Na kama ni kwa Mungu pia ukae huko na miguu yote miwili. Kwa sababu hizi vitu mbili, it is a choice. We serve and follow God by choice. It is not by force. Si kwa kubembelezwa, si kwa kushurutishwa, si kwa kusukumwa, si kwa kuhongwa. Hapana, ni kwa kuchagua. Kwa akili zangu timamu, nimechagua kumfuata Yesu. I have decided to follow him. So why should I lie to myself and lie to people that I am following Christ when I know very well in my heart that I'm double-dealing? Kitokea kadini ka ufisadi niko ndani. Kipata ka opportunity ka kugonga mtu unamgonga tu. Uongo unapepetanga ni kama ukweli. Amen. Wengine tunatanganyanga mpaka tukiwa hapa. Kuna kijana tulikuanga pale Rwanda, nimehubiri sana huyo kijana. Kalikuwa kanakujanga kanatoa ushuhuda kubwa kumbe ni za uongo. Sitaji jina yake maana wengine watamjua. Kanakuja na ushuhuda every Sunday. Kaniambia, "Pastor, ni Mungu amenibariki, wapendwa, aki ukisimama na huyu Mungu utabarikiwa. Mimi tangu nikuje hapa na usanga huko Lela, nina usanga. Napata nimeuza hata 5,000 kwa siku. Kama jana vitu nilienda na kumbe jamaa hata kiatu. Unajua ukidanganya watu una pesa. Vile umevaa inaongea. Wewe fanye tukutuku wase nelubeka ya uwa. Mama je tukutuku wewe chake. Inaisha kando na upande mwingine. Naona tunaambia unauzanga 5,000 kila siku. Kumbe si kujua ile ni kwa ushuhuda ya uongo. Kijana ako na shida hata ya kusaidiwa mpaka chakula. Ushuhuda ya uongo ni hili, ameona kama msichana hapo. Sasa ni ya kuvuta. Kutupa mahindi kuleta karibu. Yataka kate tukambia mambo. Nakumbuka ile ushuhuda huyu brother alisema anado. Usimsumbue. Because you are not lukewarm and spit
you out of my mouth. Lakini nataka uniruhusu leo nisiongee kuhusu lukewarm, niongee kuhusu kitu kingine ambacho kiko katika Mathayo 24. Nitaenda wanawa. Naona mnaniangalia. Ini juu mimi ni mhubiri. Oranga ndo. Matthew number 24. Wacha nisome tu mstari wa 11 hadi 13. Wapi yule Mswahili wetu? Ndio wewe unasoma. Patie kipaza sauti, kuna mtu pale nyuma ajisikie. Come again. Na manabii. Switch it on. Na ziko mbili, switch on zote. Yes. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo na wengi utapoa. Upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Amen. Manabii wengi wa uongo watafanya nini? Watatokea na kudanganya sio wachache. Na upendo wa wengi utafanya nini? Utapoa kwa sababu ya kuongezeka maasi. Lakini mwenye kuvumilia mpaka mwisho atafanya nini? Ataokoka. Uliza jirani yako, umeokoka? Hii ni wakati ambapo wanafunzi wa Yesu walienda kwake wakimuuliza dalili na ishara za siku za mwisho. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo Yesu ametaja pale, lakini nimechagua mistari hii kwa sababu ya wakati. Yesu akawaambia siku za mwisho kutatokea mambo mengi. Ukisoma kuanzia mstari wa kwanza ukiteremka utakutana na hayo maneno. Na mahali tumefika hapa, maandiko inaongea kuhusu manabii wa uongo kutokea. There is a time I talked many years ago, I don't know many years ago, kuhusu kutofautisha nabii wa kweli na nabii wa uongo. Wewe ukikutana na nabii wa uongo unaweza kujua ni nabii wa uongo. Praise the Lord, the living God. Nabii wa uongo, wewe mshirika wangu wa Good News, unaweza kujua nabii wa uongo ukikutana naye. Unajua watu wengi wanafikiria sasa nabii wa uongo huwa anatabiri uongo. No. Nabii wa uongo haimaanishi ni wa kutabiri uongo. Nabii wa uongo utabiri ukweli. Anaweza kuambia mpaka nguo umepanda ni suruali hii iko ndani, akwambie kala yako. Na huku na yeye ukivaa na hata hajawahi kuona, lakini anakuambia si hata bwana yako anaitwa fulani. Si babu yako alikuwa 78. Alikuwa anaitwa fulani. Mama yako si alioleka mwaka fulani. Anakuambia ukweli. Ukikutana na nabii wa uongo, wewe utajua umekutana na nabii wa uongo. Siku za mwisho manabii wa uongo watatokea na watawadanganya wengi. Wanadanganya wengi aje? Kwa sababu anakuambia ukweli kabisa.
Bible amebeba kubwa kama hii ya Morris. Suti anavaa, sijasema Morris ninapigwa kwa. Mboye Bible ingali singeamo. Kuna mtu akona Bible kubwa kama ya Morris hapa. Ndio Morris. Sasa amebeba Bible, suti anavaa, hata kanisa anaweza kuwa nayo simati kuliko hii yangu. Anatabiri ukweli, lakini ni nabii wa uongo. Na nabii wa kweli anaweza kutabiri kitu na isifanyike. Ndio. Nabii wa kweli anaweza kutabiri kitu na isifanyike. Elijah kuna wakati aliitwa mtoto amekufa. Na akatabiri, hata akapea mfanyikazi wake alikuwa nani jimbo, akamwambia aenda uwekelee kwa huyo kijana ataamuka. Na huyo mtumishi wake akaenda na fimbo kujua si nabii amesema. Akaenda akaweka fimbo, aliamuka. Alivuvuka, hakuvuvuka. Praise the Lord. Nabii wa kweli anaweza akatabiri kitu na isifanyike. Yona alitabiri Ninawi itaharibiwa, iliharibiwa. Alikuwa ametabiri mbele ya watu, akatangazwa mpaka kwa TV. Ninawi iliharibiwa, haikuharibiwa. Nabii wa kweli anaweza akasema kitu na ikakosa kufanyika. Nabii wa uongo anaweza akasema kitu na ikafanyika. Kwa hivyo lazima uelewe ni vipi unaweza kupambanua nabii wa uongo na nabii wa ukweli. Si kutabiri vitu na zifanyike zinafanya mtu kuwa nabii wa kweli. Kutabiri vitu accurately haifanyi mtu kuwa nabii wa ukweli. Kuna maroho ya utambuzi. Kuna waganga hata ukienda kwake anakuambia vitu yako. Hujawahi kutana na anakuambia maneno ya ukweli. Anakuambia vitu mpaka unashangaa. Wale Jo Maria anaita misaraba yake na misaraba na vitu na anakuambia vitu ya ukweli tu. Anakuambia hata unaamini unasema wewe na njiji hapa inamaanisha hawa basi tazama. Ahora kitu. Taro vita basi. Wewe lingana na japoni takalimu. Kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utafanya nini? Utapoa. Sasa hiyo ndio state ya tatu. Kwa sababu kuna state tatu za Mungu. Ya kwanza ni kuwa moto, ya pili ni vuguvugu, na ya tatu ni kuwa cold, kuwa baridi. Sasa ninataka kuongea kuhusu hii baridi. Hii baridi. Sasa tunaongoza kanisa siku hizi, kanisa ambalo upendo wa wengi umefanya nini? Umepoa. We are now leading and pastoring a cold church. That's why you can preach the whole sermon. Nilikuwa nasema sisi ilikuwa kwa kesha. Unaweza kuhubiri very powerful, lakini hata mtu kupatikana kusema amen hakuna. Andro wewe ganda wa wewe ndio ile chini. Ndio rando kabisa. Hapo mara sente kwa wale amen haleluya. Kamoja kanatokea pale amen tena kwa utaifu. We are now pastoring a cold church. And it is very dangerous to be cold. Very dangerous. I don't know raja akile kama wewe ndio ndio wewe. Ni rambo. Umepatikana taka moja. So, kitu ya kwanza ambayo inafanya watu kuwa baridi, ukiona mtu ni baridi leo, haijaanza leo, ilianza kitambo. Ikaanza kupoa mpaka ikafika mahali akakuwa baridi. Hata ukitoa sufuria kwa moto weke hapo, haipoangi safari moja. Inaachilianga hiyo moto pole mpaka itakuwa baridi. Mwokovu pia ili apoe anakuwa alianza kupoa kitambo. Kwa hiyo ukikutana na mtu ambaye amepoa leo, hajapoa leo, ilianza kitambo. Ikawa inakuja hivi gradually, pole mpaka akapoa. Na
Na kinachosababisha waokovu kupoa, nataka unisikilize vizuri.